Funga macho yako, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Siku hii ya leo. Siku hii ya leo. Ikiwa ni siku tunayoadhimisha kufufuka kwa Bwana Yesu. Kufufuka kwa Bwana Yesu. Kufufuka kwa Bwana Yesu. Tazama Yesu. Wewe ni ufufuo na uzima. Na uzima. Na uzima. Bwana Yesu. Kwenye maisha yangu. Chochote kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Miguu iliyofukiwa makaburini kuanzia sasa ifufuke. Kizazi kilichochimbiwa kwenye makaburi ninaamuru kifufuke kuanzia sasa. Kwa jina la Yesu. Chochote kilichowekwa makaburini, chochote cha maisha yangu kilichowekwa makaburini, ninaamuru kuanzia sasa kifufuke kwa jina la Yesu. Kifufuke kuanzia leo. Kwa jina la Yesu. Biashara yangu, kazi yangu ifufuke kuanzia leo. Kwa jina la Yesu. Uchumi wangu ufufuke kuanzia leo. Kwa jina la Yesu. Ndoa yangu ifufuke kuanzia leo. Kwa jina la Yesu. Ninashinda kuanzia leo. Kwa jina la Yesu. Roho ya makaburi naikataa. Roho ya makaburi naikataa kwa watoto wangu, kwenye ndoa yangu, kwenye uzao wangu, ninaikataa kwa jina la Yesu. Ninaikataa roho ya makaburi, ninaikataa. Haina nafasi kwenye maisha yangu, kuanzia leo. Nafufuka upya. Bwana Yesu, wewe ni ufufuo na uzima kwenye maisha yangu. Kwa jina la Yesu. Nataka ukatae roho ya makaburi. Kuna watu wana roho za makaburi. Ndio maana kila anachoshika kinapukutika. Maana yuko kaburini. Maana uchumi umefukiwa. Maana ndoa imefukiwa. Hebu kataa roho za makaburi. Anza kuomba, kataa roho za makaburi kwa jina la Yesu Kristo. Roho za makaburini, kataa kuanzia leo. Jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Kataa kabisa. Kuanzia leo. Kataa roho za makaburini. Kataa kuanzia leo.
Nikasema Yesu anaangalia tu imani. Anaangalia imani. Anasema yeye ni ufufuo. Yeye ni uzima. Lakini anasema yeye aniaminie. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Yeye aniaminie. Maana unapomwamini hata kama kuna kitu kilikuwa kimekufa kinafufuka. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Yesu ni ufufuo. Lakini Yesu ni uzima. Yesu ametuletea uzima. Kabla ya Yesu kuja mauti ilitawala. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Mauti ilifanya nini? Ilitawala. Lakini Yesu alipokuja mauti haina nguvu. Mauti haina nguvu. Kwa sababu yeye ni ufufuo. Ndio maana wakati huu kama mtu anateswa na mauti, ukikemea mauti inakimbia. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Kwa sababu Yesu ni uzima. Yesu ni ufufuo. Kama Yesu ni ufufuo, kama Yesu ni uzima, maana yake mauti haina nafasi. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Mauti haina nguvu. Ukiikemea inaondoka. Amina. Mauti inakaa kwa mtu kama mtu ameikubali. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Mauti inakaa kwa mtu kama mtu amefanya nini? Ameikubali. Usipoikubali haikai kwako. Mara nyingi tu wanakuja watu hapa, mtu ni mgonjwa, amekata tamaa, amekaribia na kufa. Lakini ukianza kumwombea, akaanza kukiri uzima, unashangaa ile mauti inaondoka. Mpaka mwili unabadilika. Kwa nini? Mauti ipo, lakini haina nguvu. Kwa sababu tunaye Yesu ambaye ni ufufuo na uzima. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Ukisoma kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 17 na 18, utaona nyakati zile mauti ilitawala. Ndio maana Yesu akaja ili mauti isiwe na nguvu. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Yesu alikuja ili mauti isiwe na nguvu kwetu. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Mtoto Ufunuo Yohana sura ya kwanza mstari wa 17 na wa 18. Tusome pale. Ufunuo Yohana sura ya kwanza mstari wa 17 na wa 18. Nitasoma kwa jina la Yesu Kristo Mungu mkuu. Amen. Nami nilipomwona nalianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akisema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai. Nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele. Nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Bwana Yesu atukuzwe. Yesu alipokufa, Biblia inasema alienda kuzimu, kumnyang'anya shetani funguo za mauti na kuzimu. Ndio maana anasema nami nilipomwona nilianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akisema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai. Nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele. Anasema nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Manake Yesu alienda kumnyang'anya shetani funguo za mauti na kuzimu. Ndio maana mauti haina nguvu. Mauti inakuwa na nguvu kama ukiikubali. Bwana Yesu atukuzwe. Mauti inakuwa na nguvu kama ukiikubali. Ngoja nikwambie. Nataka nikwambie kitu ni kukikataa. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Mauti ipo, lakini Yesu ameshinda mauti. Sio maana tunasherekea. Amen. Sio maana tunasherekea Amen. kwamba Yesu ameshinda mauti. Kama Yesu ameshinda mauti,
maana yake sisi ni washindi katika kila jambo. Amen. Kama Yesu amemshinda shetani, kama alienda kuzimu kumnyang'anya funguo, Biblia inasema ameshinda yote, maana yake na sisi tumeshinda yote. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amekaa kaburini siku 4. Hivi mtu ambaye hayuko kwenye friji, maiti ambaye yuko kwenye friji siku 4. Maana yake inakuwa mafunzo yameshaanza kutoka na kila kitu na kunuka tayari. Maana yake Lazaro alishaharibika, kwa sababu alishamzika. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Siku 4 Lazaro yuko wapi? Kaburini. Lakini kwa sababu Yesu ni ufufuo na uzima, Biblia inasema alipofika pale aliwaambia liondoeni jiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Aliwaambia mmemlaza wapi? Wakampeleka akamwambia ondoeni hilo jiwe. Biblia inasema walipoliondoa akaita Lazaro, toka nje. Biblia inasema Lazaro akatoka. Mtu aliyekuwa amekufa, mtu ambaye alikuwa amekaa kaburini siku 4 akatoka. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Maana yake ni Yesu ni ufufuo. Amen. Akiingia mahali anafufua. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Akiingia mahali anafufua. Amen. Tusisherehekee tu Pasaka kusherehekea kwamba Yesu alifufuka. Lazima tuonyeshe kwamba Yesu ni nini? Ni ufufuo. Lazima tuamini kwamba Yesu akiingia mahali anafanya nini? Anafufua. Yesu akiingia kwenye maisha yetu, chochote kilichokufa kinafufuka. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Lakini sio hivyo tu, tutaenda kusoma mistari michache Luka sura ile ya 7. Tutaka kupata habari za Lazaro, tutasoma Yohana 11:28 mpaka 44. Lakini tutaenda kusoma Luka sura ile ya 7 na mstari wa 11 mpaka 17. Luka sura ile ya 7 mstari wa 11 mpaka 17. Utaona pale Yesu alimfufua mtoto wa pekee wa mjane mmoja. Luka sura ya 7 mstari wa 11 na wa 17. Luka sura ya 7 mstari wa 11 hadi wa 17. Nitasoma kwa jina la Yesu Kristo Mungu mkuu. Amen. Baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Naini, na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mkutano mkubwa. Na alipokaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje. Ni mwana pekee wa mamaye ambaye ni mjane, na watu wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Bwana Yesu alipomwona alimwonea huruma, akamwambia usilie. Akakaribia akaligusa jeneza, wale waliokuwa wakilichukua wakasimama. Akasema, kijana, na kuambia inuka. Yule maiti akainuka akaketi, akaanza kusema. Akampa mama yake. Hofu ikawashika wote, wakamtukuza Mungu wakisema, nabii mkuu ametokea kwetu. Na Mungu amewaangalia watu wake. Habari hii yake ikaenea katika Uyahudi wote na katika nchi zote za kando kando. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Yesu ni ufufuo na uzima. Ona hapa Yesu alikutana na watu wamebeba maiti. Biblia inasema ni kijana wa mama mjane, tena kijana wa pekee. Maana yake yule mama hakuwa na mtoto mwingine. Yesu alipomwangalia yule mama akamhurumia. Biblia inasema akagusa ile maiti, ile jeneza, akasema kijana inuka. Na yule kijana akainuka. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Akafufuka. Yesu akiingia mahali anafufua, kwa sababu yeye ni ufufuo na nini? Na uzima. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Haleluya. Amen. Lakini sio hivyo tu, kwa sababu Yesu ni ufufuo na uzima. Biblia inasema Yesu alipofufuka, miili ya watakatifu iliinuka. Wako watu walifufuka. Biblia inasema makaburi yakapasuka, miamba ikapasuka, miili ya watakatifu ikatoka
watu wakatoka wakiwa hai. Bwana Yesu atukuzwe. Maana yake ni nini? Yesu ni ufufuo na nini? Na uzima. Twende tusome Mathayo 27:51 mpaka 53. Mathayo 27:51 mpaka 53. Mathayo sura 27 mstari wa 51 mpaka 53. Nitasoma kwa jina la Yesu Kristo Mungu mkuu. Amen. Na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini. Nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Nao wakiisha kutoka makaburini mwao baada ya kufufuka kwake, wakauingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Biblia inasema nao wakiisha kutoka makaburini kwao. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Nao wakiisha kutoka makaburini mwao baada ya Yesu kufufuka, wakaingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Yesu anapoingia mahali, haijalishi kuna kitu gani, haijalishi ni mwamba wa namna gani, yeye kwa sababu ni ufufuo na uzima, anafufua, anainua. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Anafufua, anainua. Haijalishi ni changamoto ya namna gani. Yamkini ni ndoa imekufa. Kuna watu wamekufa eneo la ndoa. Kuna watu wamekufa eneo la nini? Ndoa. La ndoa. Ndio maana hawaolewi. Ndio maana hawaoi. Ndio maana wengine wanaolewa wanaachika. Wengine wanaoa wanaacha. Maana yake ni nini? Ndoa zimekufa. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Kuna watu wengine wamekufa eneo la afya. Siku zote tu ni mgonjwa. Mara zote ni mgonjwa. Akipimwa malaria, akipimwa typhoid, akipimwa UTI. Niliwahi kuambia na sitaacha kuwashuhudia. Mimi ni mwanamke kama wanawake wengine. Naishi mazingira haya. Yaani natamani sana kile nilicho nacho kiingie kwako. Amina. Amina. Natamani ile imani nilionayo juu ya Yesu ingie kwako. Amen. Niliwahi kuambia mimi ni mwanamke kama nyie. Ni mtu kama nyie. Naishi mazingira kama yako. Natumia maji kama unayotumia. Amen. Huwezi sikia nimeenda kupima na angaliwa typhoid, huwezi kusikia. Kwa sababu mimi najua Yesu ni ufufuo na uzima, na nimeamini hivyo. Na imenisaidia, nimetembea katika ufufuo na uzima. Na nimekuwa mzima. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Kipindi changu chote, unajua mara ya mwisho mimi kuugua malaria ni 99. 99 nilikuwa mdogo. Ndio tu nimemaliza sekondari. Ndio naelekea chuoni. 99 mara ya mwisho kabisa. Lakini malaria ile sikupona kwa dawa, nilipona kwa kuombewa. Na toka hapo mpaka leo nimeenda Dar es Salaam, nimeenda Mbeya, nimeishi Manyara, nimeishi Babati, nimekuja Mwanza, nimeenda mikoa mingi, nimekaa Morogoro, nimepita Tanga, kila mahali, nimeenda Moshi, nimeng'atwa na mbu kama wewe. Lakini sio malaria, si kuumwa. 99 mpaka leo. Ni miaka zaidi ya 20. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Naamini Yesu ni ufufuo na uzima. Vile unavyoamini ndivyo unapokea. Amina. Siku moja niliwahi kuambia, alifurahisha yule dada aliyeimba, unavyokiri mama we ndivyo utapokea. Ukisema mimi ni lalana na itakuwa hivyo. Vile unavyoamini na vile unavyokiri ndivyo utapokea. Mimi nakiri Yesu ni uzima. Yesu ni ufufuo. Magonjwa hayana nguvu kwangu. Amen. Ninashinda kila eneo. Amen. Nataka na wewe ukiri namna hiyo. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amina. Nataka na wewe ukiri namna hiyo. Amen. Usiseme kwetu watu olewage. Kuna watu wamekufa eneo la ndoa.
Usiseme hata mashangazi zetu hawaolewi. Mimi niliwahi kusema shangazi ni shangazi, mama ni mamangu mzazi, atabaki kuwa mama mzazi, lakini mimi ni mimi. Kile ninachokitaka ndicho kitaanza kutokea kwenye maisha yangu. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Mazuri yataanza kuanzia kwenye uzao wangu. Amina. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Kama ni watoto wenye afya wanaanzia kwenye uzao wangu. Amen. Kama ni watoto wangu kuolewa wanaanzia kwenye uzao wangu. Amen. Haijalishi kwenye ukoo kuna nini, lakini kuanzia kwangu naanza upya. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Naanza nini? Upya. Upya. Kwa hiyo kuna watu ambao ndoa zimekufa. Kuna watu ambao afya zimekufa. Muda wote ni mtu wa hospitalini. Muda wote yuko dhaifu. Ndio maana nikawapa mfano, mimi ni mwanamke ndio Yesu ni uzima. Yesu ni ufufuo. Mpaka leo siendi hospitalini. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Nikuambukize na wewe upokee kwa jina la Yesu. Napokea kwa jina. Uache kupeleka wale hospitalini, upokee kwa jina la Yesu. Napokea kwa jina la Yesu. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Kuna watu ambao uchumi umekufa. Anasema kwetu ni kawaida, hatufanikiwagi. Familia nzima hakuna hata mwenye gari. Familia nzima hakuna hata mwenye biashara. Hakuna hata aliyewe kushika milioni. Familia nzima ni kawaida ya kwetu, ndivyo ilivyo, ndio mazingira yetu. Nadhani kuambia usirizike. Usirizike. Kama Yesu ni ufufuo na uzima, lazima kila eneo la maisha yako liwe na uzima. Amen. Lazima kila eneo la maisha yako lifufuliwe. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Usirizike, usiseme kule kwetu ni hivi, hamna chakula kwetu ni hivi. Ndio maana kila mtu alizaliwa siku yake na kila mtu anakufa siku yake. Ndio. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Na hakuna watu ambao wamezikwa kaburi moja. Kila mtu akifa anazikwa kaburi lake. Maana kila mtu na mambo yake. Amina. Ndio maana fingerprint, alama za mikono zinatofautiana. Maana wewe ni wa tofauti. Amen. Usiseme mimi ni sawa na shangazi, mimi sawa na ukoo, hapana. Sherehekea tu kwamba ni Pasaka, Yesu amefufuka. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Hebu tembea katika uzima. Kile ule ufufuo. Hebu maisha yako yafufuliwe. Chochote kilichokufa ndani yako kiinuke tena. Kifufuke tena. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Nimeandaa keki. Ambayo ni keki ya uzima na amani. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Na juu nimeiandika uzima na Amani. Uzima na Amani. Kile unachoandikiwa ndicho kinachotokea. Amen. Kitu kama madhabahuni ni ufungulivu kwako. Amen. Umepokea maji ya uzima na amani ni ufungulivu. Amen. Umepokea chumvi ya madhabahu ya uzima na amani ni ufungulivu. Amen. Umepokea mafuta ni ufungulivu. Amina. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Umeshiriki meza ya Bwana ni ufungulivu. Kuna watu wengine wanashiriki meza ya Bwana kama chai tu. Yaani chai tu. Lakini sisi tunaposhiriki meza ya Bwana, mapepo yanakimbia. Amen. Majini yanakimbia. Amen. Wachawi wanakimbia. Amen. Maana yake chochote kinachotoka kwenye madhabahu ya uzima na amani, chochote unachopokea ni ufungulivu kwako. Amen. Ukienda kubatizwa ni ufungulivu kwako. Amina. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Ukiimba ni ufungulivu kwako. Amen. Ukibarikiwa ni ufungulivu kwako. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Ukiombewa ni ufungulivu kwako. Amina. Ukipewa maji ya uzima na amani ni ufungulivu kwako. Amen. Wachana na watu wanaopiga vita hawaelewi. Yaani mtu anaongea wakati wenyewe wanashiriki meza ya Bwana. Kwani meza ya Bwana ni damu ya Yesu kutoka juu. Kwamba Yesu anawaleteaga damu yake wanakunywa damu. Si wanunua wine. Tena wine kabisa, wine kabisa. Bwana Yesu atukuzwe. Wanasema hii ni damu ya Yes. Lakini sisi tukisema maji ya uzima na maana sema maji makanisa ya maji. Lakini